japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo kipo, popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Pia muwe na nguvu ambayo inatoka kwa Bwana. Hakuna mwenye anaweza kuwafariji wakati kama huu. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anaweza kuwafariji na kuwatia nguvu. Amen. Wala sisi hatuwezi hata kujua venye mnavyojisikia. Wewe sema binda anumaya si ano kushundu mokwewe, but we don't know how you feel. Only God can feel with it, and only God knows what you are going through. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu na watie nguvu na akaweze kuwasimamisha na akaweze kuwashindania. Karibuni sana. Wacheni tuombe pamoja. Baba Mwenyezi Mungu, Mungu wetu uliye mkuu, usio na mwanzo wala mwisho, Baba yetu wa milele na milele, uweza wote ni wako, nguvu zote Baba Mwenyezi Mungu ni zako. Wewe uko kila mahali, unajua kila kitu Baba Mwenyezi Mungu. Wewe si kama sisi wanadamu ambao tumepungukiwa, kwa maana wewe ni mkamilifu katika kila jambo. Tunasema ni asante kwa wema wako katika maisha yetu, na kwa vile Baba Mwenyezi Mungu umekuwa na familia hii tangu baba yao akaweze kupumzika. Baba wa mbinguni, umekuwa Mungu wao, umekuwa Mungu wa kuwafariji, umewatia na nguvu, haujawaacha wala kuwapungukia. Na tunasema ni asante Baba Mwenyezi Mungu, kwa maana sisi wanadamu tunakutana na tunaachana, lakini wewe Baba unaendenda nasi katika kila mahali, katika kila jambo ambalo tunapitia kwalo. Tunasema ni asante kwa wema wako kwetu. Asante kwa safari ya baraka ambayo umewapea hawa kutoka Nairobi na wengine wametoka sehemu zingine tofauti. Baba, umekuja na kila mmoja wetu, umetulinda njiani mwetu, umeondoa ajali za barabarani, umeondoa adui zetu. Baba wa mbinguni, umelinda magari zote ambazo zimetufikisha mahali hapa. Jina lako liinuliwe na utukuzwe, kwa maana unastahili na kwa maana wewe ni Mungu. Na sasa Baba wa mbinguni, kwamba tuko mahali hapa, twajipeana mikononi mwako ili uenende pamoja nasi, ili ukakae pamoja nasi, uwepo wako ukawe juu yetu, utukufu wako Baba wa mbinguni ukatuzidie tukiwa mahali hapa,
na nguvu zako zikatubebe, na katika ibada yote Baba Mwenyezi Mungu tukaweze kukuona katika uaminifu wako, ukituongoza mpaka tuone mwisho wake. Wale ambao wamo njiani wanakuja, Baba wa mbinguni pia walinde na ukawalete wazima katika uongozi wako. Tenda mema nasi na utukufu wako ukaweze kuwa juu ya kila mmoja wetu. Tukataa ila zote za yule mwovu shetani katika jina la Yesu Kristo. Baba, kila mipango ambayo imepangiwa kuzimuni, katika vikao vya kuzimuni, Baba wa mbinguni, vikao vyote ambavyo ni vya kishetani against service hii, Baba wa mbinguni, zote na mipango yote ya kuzimuni twaipangua katika jina la Yesu Kristo, na tunanena baraka juu ya kila mmoja wetu. Twanena uongozi wako, twanena utukufu wako juu yetu, na tukiona tukimaliza katika uongozi wako tutasema ni asante. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu. Mahali tumefika sasa, I'd like to hand over the mic to the presiding minister, Pastor James Mwema, ndio atupeleke kwa watu wengine. And I also call the pallbearers wherever they are to be alert for the next kind of service ambayo ikihitajika tu. Ndiye tuvandu newa kitio mochuna atumia kwa wingi ni pole ni tukumianisia tuya ithio mocio nthe na labda ni katika neni ingi mekunga mabanu tonyo na maitumia kikamba mukamba nukite Kiswahili nundu kinena kinyume chondwe kwenda Mswahili atasema mpatie kikamba ni muime, mpatie ni muime. Kwa wakamba atumia Kiswahili sana bado tunapenda kusikiza. Asante sana.
Ningependa kuomba Paul Bearers wakuje karibu, ndio tukaweze kuweka hii jeneza mahali pake. Paul Bearers, naomba mkuje karibu. Paul Bearers. The Maundus wale tuko hapa na the branches wao. Nataka tushike tu tuweke hapa. Yes, naambiwa the Maundus and the branches wa Maundus. Kujeni mulete jeneza mahali pake. Kuna wale ambao hawaelewi na Kikamba. Kama uelewi na Kikamba, hebu inua mkono wako. Yes, several of you. Thank you. Kwa hivyo tutanena Kiswahili zaidi ya Kikamba, kwa maana watu wamesoma na wanaelewa na hizo lugha zote. Kikamba, Kiswahili, Kiingereza, hizo lugha zote tunazielewa.
umeweza kutuunganisha na mpango wao katika hali yao ya utatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na tunashukuru sana. Familia, ningalipenda the late Habed Wambua used to undertake all his business through thorough consultation. That's why you see we are consulting every now and then, maana hata sisi watoto wake tuliiga vile alikuwa akifanya. So that's why you see whenever something is about to happen, we are doing 1, 2, 3 consultation. Mr. Joshua Maidya, kindly come forward. And also Stella as well. And Stella as well. Yes, Stella, just be on your seat just for a minute, kindly. Yes, Bwana Maidya, you are going to be, tutaendesha hii gari pamoja. Naomba usalimie wale ambao tuko nao hapa, ndio wasianze kusema unajaribu kuundertake mambo ya MC. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe mara tena. Amen. Na wakaribisha wote. Majina ni vile mmesikia, Joshua. Mamangu ndio ule pale. The man lying here is my uncle. And Asante sana. Asante. Nyumba ya Joshua imebarikiwa sana. Kila mmoja hapa. Kuna Joshua mwingine hapa? Yes, kuna Mr. Joshua Ngogo. Tafadhali come forward. Katika hafla ya leo ya mwenda zake Habed Wambua Maundu. Stella, take us through the eulogy, please. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Stella Nduko Wandari, na mimi ni first granddaughter wa Iboma. Kwa hivyo nyanyangu Naomi Nduko ni wengi itanitunake. So na ukomete ba ni anko wakwa. Wewa inyakwa ni wo mwati. Twelewa. Kutu utie yakwa. Bas. So I'll take you through the eulogy. I'll read it in English. Na kenda wilie, if you're sitting next to someone mundutewelewa Kisungu, no translate. Na nini si ambimainge school but I'll try and also do it in Kikamba, hapa na kanda. Mundu inaguliswe Kikamba. Eulogy. The birth. The late Abedi Maundu Wambua was born on 1st January 1950. Anyway, at Kuwani Maternity Hospital by his parents, the late Norman Maundu and the late Naomi Nduko. He was a brother to Freddie, Patrick, Andrew, Penina, that's my mom, Florence, Susan, Sarah, the late Joyce, the late Job, the late Edward, and the late Isaac. Yeah? No, I said Susan. I said he was a brother to Freddie, Patrick, Andrew, Penina, Florence, Susan, Sarah, Joyce, the late Job, the late Edward, the late Isaac,
and the late Margaret. He was a brother-in-law to Rachel, Mweni, Veronica, the late Mwende, Kali, Mule, Paul, and Consolata. He was uncle to Ali, Esau, Stella, Charles, Ruth, Caleb, Kelvin, Mark, Cynthia, Wongeli, among many others. He was a grandfather to Hilda, Deborah, Raylan, Baraka, Nixon, Yvette, among others. Education. The late Abedi went to St. Bridget Primary School from 1957 to 1965 in Nairobi County. Occupation. The late Abedi worked with the Embassy Industries from 1975 to 1992, and later he became a businessman. Marriage. The late Abedi met his lovely wife, the late Martha Nzilani, in 1986, and together they were blessed with a loving daughter, Elizabeth Mwende. Church. The late Abedi was a member of the African Inland Church in Ziwani. Demise. The late Abedi enjoyed good health all of his life. On 18th September 2025, he was involved in an accident in his house, and he went to be with the Lord at the age of 75. God gave us Abedi Wangwa, and he has taken him home. May the name of the Lord, Almighty God, be glorified. Amen. Asante sana Stella. Nimeelezewa na mwenzangu wa kutoka pande ya Kibarani Mombasa ya kwamba Kiswahili safi, huyu ni mjomba wako. Asante. Msema ni mjomba wako. Nivo. Asante. Nashukuru hapa tuko na mwalimu wa Kiswahili hapa ambaye ameandika vitabu mingi akiwa na wala mbini wala, na dada yetu wakati ukitufikia atatuelezea mengi. Haleluya. Asanteni. Kama uko na program, tumefika katika the section of speeches and photos. Kindly, kama utaweza kupewa nafasi hapo, tabidi hapo ushikilie tu, maana mwenda zake alizaliwa wakati kulikuwa na mvua. I don't know Sela whether it was the mvua ya masika ama ni, but sasa si tuko na mvua, si tuko na mvua ya jua. Basi usitucheleweshe hapa na story mingi, hizo zingine tuwekee, tutakuhitaji tu wakati tukitoka soko ya Salama, tutakuita utuandilie. So ukipata tu nafasi, tafadhali enda tu na program vile imepangwa. We have got the speeches from the family, and that's why I needed consultation with Patrick, the family, that you come, we arrange the family the soonest, because family ni nzito hapa. Family imebeba, ni jina moja lakini imebeba ujumbe mwingi. Okay. The family, yule ataanzisha mambo ya kifamilia, Elizabeth Mwende. Elizabeth, come forward. Na yule anasaidia tafadhali. Asante. Yes. Wenzetu the press, you can guide us tukuja hapa mbele. Kindly let's go to the pande ya mbele. Yes, thank you. Still I know that you have been undertaking some the businesses of mambo ya kupamba na transport as well. Na pole sana, nimeambiwa umetoka South Africa asubuhi hii. Asante. Yes. Okay.
Habari zenu? Bwana Yesu asifiwe. Mko poa? Sikasirike sana, Mungu ni ya Mungu, sawa? Na muendelee kumwamini Mungu hata katika giza. Itapita tu. Sindio? Ndiye ni mtoto wa Abed, na kama kuna nguvu kiasi hiyo, itabidi nasi tuombe Mungu vile vile aendelee na kutujasia nguvu. The next, yes. Familia yote sasa. Familia yote. Yes. Brothers and sisters. I think that's a word I should use, Patrick. Brothers and sisters. Yes. Sons and daughters-in-law. We are still in the family. Yes. We have daughters and sons-in-law. Shanza na bibi wa Musyoka ni daughter-in-law. Ukije huku tu, because hiyo ni part of the family. Ni sister. Sinawaambia hii mambo ya kizungu na Mkamba iko na kaishu na msikusiki. Sisters and the sons-in-law. Sivyo? Sorry? Brothers and sisters, not sons and daughters. Nimeuliza tu. Nimejua sasa katika chadhi kila kitu hicho tuika bindu wake. Umwezi Kisungu. Okay. Naomba niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mjambo? Nami si jambo, ama nasi hatujambo. Hata kama wewe ndio umetuma ama nilitumwa. You're calling from customer. Kwa yote hatujambo. Na tunashukuru Mungu. Okay, just kwa kufika mahali tumefika. To me it was dark. It was complete darkness. Wakati Abedi aliweza kutuacha. No, it's okay, it's understandable. We've gone through no, you're but nashukuru Mungu. Muendelee na kutuombea. Muendelee na kutushikilia. Mungu ni mwaminifu kwa yote. Nasani tunavile vinda yomu evindela ombedi wa entie na kwati kikuchake ni musie na imwingi, but nashukuru Mungu alitupea nguvu, na ningependa tu ni washukuru sana wale ambao mmetushikilia kwanza hiyo siku kupika siku ya leo. Tunashukuru tu sana. Ambariki na watende. As nephews and nieces, mokite otwende na ukia kisiasu pastor umwe ni wea na timu wema ni wea andu mose vinya maike kuia muthenya umwe atiwa ni nyinya na indi ebitelo bandu kuko na niambi ya kuia na kulwendi pastor nundu andu no maiya pastor ni maiya mwa uto tumanua kuetele inya kwa kuma ndo wera bai afituzi inakuwa tu inabidi mpaka militani sianelendi pe wito mwingi. Thank you. I want a lady to say something before I say anything.
Good afternoon. Okay, my name is Miriam Maundu. Abedi is my father's brother. My father was Job Maundu. And he's actually the first uncle I was introduced to. When I was young, he was a lifeline for me. Because I would want to go for swimming. Siwezi achelewa peke yangu. So akikuja kututembelea nilikuwa najua hiyo Sunday niweza kwenda naye anipeleke swimming. When I was an adult, he guided me when it comes to business. He would come and introduce me to the markets hapa Salama na Kindule, and he really encouraged me. So he was also a mentor for me when it comes to business. And I thank God for the years he gave Abedi to us, and he was a very jovial man. Every time, I used to call him Abednego. Then I check, that's the first time I came to know about that name. Na nikajua vile ilikuwa huko kwa Bible. But he was always smiling. May his soul rest in eternal peace, and I'm really, really grateful for the years God gave Abedi to us. So we'll take heart, all of us. Thank you for bringing us this. Good afternoon. Like my sister here has said, Abedi was a very easy guy. And it was actually very hard even to call him Uncle Abedi. We just called him Abedi. He was alikuwa tu sisi, So he was that cool uncle. And yet, okay, at least for me, he was even older than my mom. So I needed to really give him that respect. But he didn't ask for it. He always came home. I think every week. If I'm not wrong, I think I saw Uncle Abedi 3 times a week. When they asked my mom, Mommy, kwani Uncle Mwende uliweka atinda oba? Not in a bad way, but he was so available, and if my mom needed to go somewhere, wambua oba, ache maundu maingi. Na we say, kwa family, no bedha o maundu tiwa, lakini at least musio wa maundu gaini wende tisiana sia musio nondo dia iwa koso anywhere, lakini wambua bedha o bawe iziwe aba unsieta tuona wana bisa wake. That's just the way the guy was. Na ni asia kitu ngobia if I'm not wrong. Mondi wa bandi. Eke tu ngobia na jeans na jacket. Yeah, that's the guy. Yeah. So it's hard to mourn someone like Uncle Abedi. It's really hard. So we rest with the memories that he gave each one of us in a special way. Hata ukiona Mama Katunda akifeel vile anasikia as a sister-in-law, ujue hii nyumba haikuwa na mashughuli. In fact, you just need to know people ndio ujue huyu ni bibi ya fulani, huyu si bwana yake, hapana, huyu ni in-law. Because hivyo ndio waliishi kwa hii boma. So we've really lost someone very special, and we will miss him. And we just pray that for Mwende, just know you have amazing aunties and uncles and cousins. And that we don't call each other cousins, we call each other sisters and brothers. So you're one of us, and we're here for you. We will rally behind you. We won't fill the gap, but we will help you feel comfortable. So kwa wale ambao mmefika, tunashukuru sana na kusimama na sisi. Na vile mmesikia hili jambo limetugonga, hatuelewi, but as they say, ati kazi ya Mungu haina nini? Haina makosa. Lakini saa zingine tunataka kukosoa. Lakini tukubali yaishe. Ama tuongee itutoke. Basi, lakini tushukuru tu Mungu kwa hiyo miaka ambayo alitupatia na uncle wetu, na msikose kuendelea kutuombea na kutushikilia
kwa hii familia na kwa hii boma. Wale watu wa karibu muendelee kuja na kufariji ambao wako huku, na wale wako mbali tukienda muendelee kutuombea. Mungu awabariki. You know, Grant was rich. That's why I'm trying to make sure somebody says something. Hata kama unasema hi, sema tu. Habari ya jioni. Kwa majina naitwa Ali Wambua Maundu. Aliyelala alitoa Wambua kama hivi. You umesikia, it's true. He was a very joyous man. Very joyous. Na kuongea Shane, haungemshinda. So, I've even named my son Wambua. So, the joyous that we have, and that's what our uncle reflected. It is something that will continue running in our family because we have other members also who are more like him. So, asanteni sana kwa kuja, and uncle, rest in peace. Kuna kijana nataka aongee nikiwa amesimama karibu na mimi. I know, I just want to pay a debt so that when Uncle Obed rests, we're not going to remain mourning. When you lose your loved one, close your bedroom and cry. Mkwaje? Unajua, sorry means something. Kama imetoka kwa doctor. Yeah. Haiwezi mean something kama imetoka kwa mtu mwingine kama si doctor. Yeah. Unajua daktari ndio akikuja kwambia sorry, unajua umedose kitu na get. So mimi Obedi kwangu alikuwaga, mimi hakuwa mkole wangu, kwangu alikuwaga tu rafiki wangu. Kwa aungejua difference ya age kama angalia birth certificate yake. Alikuwaga tu kama jenzi huyo mwingine tu. Hata kama mlikuwaga tu na lugha yetu ya 2025. Alikuwaga na kuonesha hiyo time. Again. So mimi nasema Obedi kwangu mimi hakuwa anko kabisa, hakuwa anko. Mimi nasema alikuwa rafiki yangu na mimi singejua difference yake na. So mimi ninakubali na alienda tu hivyo. Thank you. I don't want these young men to remain mourning. We've walked through a whole long week, almost 7 days. The day we lost our uncle, the day we lost our uncle, it demanded that we must go through let's say a painful experience because uncle got an accident from home and we had to validate to the powers there be that it was not a foul play. So we were with these young men. In the morning we were still with these young men. So when you see them breaking down, I want them to heal so that we may go to the next chapter. Every time you want to mourn and somebody stops you, they want to introduce you to another phase of depression. And so I don't want anyone to be depressed because of the loss of our uncle. Obedi was
being my mom's brother, the last experience I had with him, we met in Westlands. I had gone to do some work there. And so I met him and I told him, Ango, if you can just have something for lunch. So we went to a cave and the food we were eating was not well cooked. It was chips and some chicken. And so when I bit mine, I looked at it and it was almost raw. And so I told him, me Ango, yendewe yangu bidhi nuna wa ina atunga ngule nononi yangu ibandruba muundani na mwe hapana mimi siwezi kukula hii. That was the last time, that was the last conversation we had one on one. The other time I could just call him and we will just have that chip chat as a son and an uncle. We have lost a lot as a people. This is one of the closest uncles we've ever had, not because he would speak in our language as my cousin would say, but he would try to come down to your level and just equate himself with you in that level you are in. And so as nephews and nieces, we've truly lost. That's why you can see everyone is breaking down. And our request, obiletu, kukuliando marafiki maitu watui ala mwi mabakube and ina utubo ya. We've gone through a lot as a family in general, and we will need your support in terms of prayer and encouragement. Na nikiwa nimefika hapo Bwana asifiwe. Abedi was my uncle. To make it not look so long ago, I'll just say 2 decades ago, after high school, I went and stayed at his place for some time, and he took me like one of his own. And I just want to tell God to give him peace as he rests. And to the family, poleni, me included. Mungu amlaze pema. Asante. Wale tuko hapa, labda tuko na jukumu ambayo Abedi alikuwa nayo. Si ni jukumu la aina gani? Wewe ni yango, hata upelekei watoto sweet. Siku yako itafika na utaenda na story itakuwa tofauti na hii. Hata katika matanga nimesema mara mingi kuwa na jambo la kusoma. Dawe galana jana na uyo wango hizi ito. Ajai. Tuka family tuko na. Grandchildren. As the grandchildren get prepared, the grandchildren get prepared. Acha niite mahangos wa Abedi. Mahangos wa Abedi. Nimeona mwalimu, nimekuona. Tafadhali na wale wengine njooni ndio muweze kupeana mahua na mpate picha, and you also give us your speech, your testimony, please. Mungu ni mwema na kila wakati. Bibie Angos Samaria, mama yake ndio kifungua mimba za babangu kama baba yetu. Huyo ni bibi yangu, huyo ni bibi ya ndugu yangu, na huyo ni cousin wangu,
Mama yake ndio kifunga mimba za mama yangu. Mimi naitwa Daudi, lakini kikazi mimi nilikuwa naitwa David. Wambua analala mbele yetu. He was such a funny character. A man who did not want nonsense. And I really liked him. And when I heard of his death on Thursday last week, even I cannot express it. Ilikuwa na uchungu mingi sana. Na wakati huo, na niseme kitu kimoja kabla sijaendelea. Nilikuwa na brother Tom na brother Nathan. Tulikuwa tunakuja pamoja. Tukaanza safari kutoka nyumbani. Unfortunately, something happened on the way. Brother Nathan akawa na shida. Akaanza kutapika. Na nikaambia brother yangu, Tom, hebu nikuache hapa, umwangalie ujue utafanya nini. Maana yake sasa tukikosa kuonekana katika mazishi ya nephew wetu itakuwa shida, sio? Nao nikamwacha hapo na brother, na mimi nikaanza safari nikafika hapa. Lakini wakati niwapikia simu akaniambia anaendelea vizuri. That's why you are only seeing me here alone. I've got other two brothers, that is Tom and Nathan. Lakini ningi ibetitoa sio unganga ndugu. Na siana situ sio ba, ya tutu inoka namo meoba. Na hindi speaking, there are three things that are very important. Kuna jana ambao tunasema ni history. Na kuna leo ni opportunity. Hatukujua kama tutakuwako. Lakini you can remember what you did yesterday. Sio? Na leo you are preparing for tomorrow. Tomorrow is a mystery. Na hii ya kesho Wambua alikuwa ameprepare, na vile yeye alituacha ilikuwa ni fun. Kuna vitu vyako nyumbani, and then something happens. Sina kukonga. My nieces, my nephews, ni andamu wa Sebinya. Osaibinya. And then you release Wambua, arrest in peace. Niacheni wanasiana waitea. Why did they cry? They are crying in the manner that they had good love with the uncle. Now they are not Yamaye. See there? Our nieces, some of them, Mulechi, Avi, Mungu maendea na umwobea. Diendea na kwenda hivi na kwenyu. Mulechi, egada, arrest in peace. Na wethia, inosubi na go. Yeni mwendeo seugo ne, nanga inati mmusiwa mkuwe waitu, na siana siya mkuwa, sio Sebinya, na ngwate nwela mwethia wana yo, iende na kwethia. God bless you. Asante Hangos. Grandchildren. Yes. Grandchildren niende pande nyingine kama bado wako ready.
What? Where's mama peke yake? Then from the grandchildren, timu ya kutoka Kibaoni mwe Chonjo. Wenzetu, the in-laws from Kibaoni. Asante sana Kibaoni team. Na poleni kwa safari. Okay. Sasa timu ya Kibaoni ikishatoka, najua makuzo cousins wa Wambua utakuja tafadhali. Nimejulishwa na mwenzangu pale, ameniambia nimuite haraka, nadhani ni mmoja wao. Bwana asifiwe. Praise God. God is good and all the time. Amen. Kwa masiro leta Paul Mwandiko na poet na kwa my brother-in-law ya sene mweze mata osu leo ambe pito na namba 5 eko kila ndo na kwasia ni kumwenya ngokia kisio nige tumie kukibaone toke kuwakilisha nange kukila chakwa ndona kwasia ekai twibile bana be mutangi nikwela no tangia no kala sera e chakwa chako mutia twenanga ne kula kwingai nondo tamunene onge wasia tuyese one wese wanengai kaya mwalime na kina Freddy, Benina na wale wengine. Bwana watie nguvu na washindanie. Asanteni sana. Asante sana cousins. Alama netana na Wambua cousin wasa cousin ni wasa na kikamba wasa wa mundu tembitile letu etienge. Aye. Haya, utasoma vitabu basi kuanzia kesho. Kazi. Cousins, makuzo. Wamesema mimi si kazi ni. Tunakuwa mimi si kazi. Mimi nataka nisikie. Ati mimi naambia si kazi. Sorry? Anaendea si kazi. Pole. Anakuita tu. Sababu nimeona. Nakuita tu. Cousins. Sawa, nakubali. Habari zenu? Kama jina naitwa Kenua Mandela. Mimi ndio next. Nitaongea mengi kuhusu my older brother. Apart from kuwa alikuwa my cousin, amenilia sana. Nilikuwa the same age na Isaac who is late. So vile naweza sema vile familia tunakuwa tukikaa kwa kushirikiana tutolie kwa sababu kwa imetuacha na tuwe pamoja. Otherwise nakuwa my older brother apart from my cousin. Boma tuko vizuri tunatulia. So kama ya maungu kisema yangu tulieni pole tuko pamoja. Tafadhali. Mwingine ashike mic hapo mzungumze mara moja na. Sila wewe.
Basi kama mama si ndote si. Wewe. Mwaseo? Mwaseo. Ni tukie ku. Ndwa omu ibyo to cyane cyo. Ndu mwanya. Kikilo. Oh. Mwanto witoba. Na maima cyane. Uwije tu muziweza. Omu. Aje tunazia wambua aendeleza. Ngaino wisi kitumi cha kumosa. Kwa hivyo natwaye no yabate. Kila mundu ibinda yake nanzia no yotese. Muthenya ni wotese. Ubinda yake muketikela. Mundu maundu mangai no wobanga na mebina. Ivyo tukita akwati. Lakini tuizenzi anile nile. Ibinda yake kila mundu akati. Kwa mwai amwe bala wasapui. Hamjambo. Sisi pia ni ndugu. Mamake na mama yetu ni mtu na dadake. Wote walikuwa marafiki. Tunajuana sote na tunashukuru Mungu kwa huo muda tuliopata na Obedi. Na kama Mwenyezi Mungu anavyosema, kila kilicho chake kitarudi kwake. Kwa hivyo yeye ametutangulia tu. Sisi tuko nyuma. So ni kuomba Mungu pia atupatie na sisi mwisho mwema. Ni hayo tu. Asante. Asante sana cousins. Kazi moja hapo umebaki. Kazi moja. Kazi mwingine hapo naongea Now we go to the in-laws from Kitui. In-laws from Kitui. Nimejua wewe umetoka pande ya Msalala takuita next. San, the in-laws from Kitui. In-laws makuma Kitui. Maati wane maitu makuma Msalala. Sare team na wale ambao wamejumuika pamoja na hiyo team. Patrick, I can see you join the team. Kama na yanga iwe Yesu atawe. Amen. Yesu atawengi. Mbeni kwa mkutungi yanga imo bya nondo wa kuyo kisio kila tunenga na ikoma no sio na wendi wake musola wiki ngainde kana there were new because in all of the less of time in team kuma Kitui kulinya Kevin Mumite. Personally ni mkuwe is my kid sister. Here we have sisters, brothers, nieces, grands. Tamusiwa mutamuki. Ni tu kie kuka kuetika to represent the Lanja family ya Mutambuki. Eto aresho wa Mutambuki. Okuma saidenge ya Kitui wamweta inya Kevin. On behalf of that very big family, basically in na Kikamba one time na ina ibuzoea kwa na Kizungu miaka ina bate language yangu na Kimana. Woni bata mno kuna Kikamba na naambia kuna Kikamba ngone na Kithaiso. For that reason therefore ana Kimbura, I have no apologies. Mwe musio musi wa Mount Olen sana
na kuya kwitu twasia mweni aiwa ndungi inda iwa chao kwitu kila tuona is a very big lesson. Kwitu kila tuona is a very big lesson, and is a very big lesson kwa utuyu na yale kwitha somo kwaku. If it were you, uiwanisiana siana hata sia mwana mwenyu. If it were you, uiwanisiana siana hata sia mwitu wa mwenyu. Sia kuno sikuye. But do you know that we have no relation? Na sia mwitu ya na sia mwana ya. Is that not true? You call him even here the katuo. Could it be a lesson to us? Despite kwe there prima dikoni ekatu tusome somo ya ulato tutaona ku relate na siana situ, because at my age I want to be very honest. Nani nebana akito muno alimoso by one of the friends who happens to be a son of my sister. Kwitu nitu the atwe na more appealing kwa siana ila sia mwitu wa mwenyu, lakini we have no appeal kwa siana sia mwana mwitu. Is that not true? Na tuni yoke kamba indi uko na kana kakwe yango wake ekulie weno uyi yango waguna ake ukakweta yu izi ana sia mwana mwenyu na sia mwitu wa mwenyu no sikuye. That is a lesson. Me audhan datu ya neche anine neomwe wasi ati mwe awaneche lubanda mbemba wakila malenge. True of us. True. Newe zimbi biliko wena malenge wanda nyo wenda malenge kuyu unitwa manondula ambedi uwa nolona ila jao kundu yu abane mbewisu. Patrick oleni sana na jamu dia niti na nekala wa kilungu na noni ne kilungu fluent lezi kilungu tikikama noni ne kilungu fluent jamu dia wingo tunabali sabali ya kuma Misri kudhika nani ama sana kwa pastor but I'm not a pastor. Lakini ni tutitene mno sabali ya kuma Misri kudhika nani konde hadela na kikucha Mose. For those who have done leadership, you'll agree with me. Katika primitive leadership, Joshua was a better leader than Moses. Yeah. Kisa sawa? Na tubo ya musio gai wa mumo okile Joshua. Niko da kikucha ambed. Tuo mudia wa musi wa maundu. Kikucha Mose tuo mudia wa chano kyako ya Kanani. Kisa sawa? Mboya situ tuisoka kitui. Niti gai wa mumo okile Joshua. Niko da no ado musa Mose. Okile Joshua aindie musi wa maundu ba ya mwingo ya elotani gai wa mumo da mwadi. Amen. Sandi Ruth na mwendo wake. Ruth, kindly mpate picha. Ruth na mwendo wake, then team Msalala, team yesu ya kuma Msalala na kwa Tebisa, and also another team from Machakos. Oh, wenzetu wa Msalala, please. Ni Msalala. Msalala. Ni kwetu Msalala ni wapi? Msalala, timu ya Msalala naweza kuja. Unataka kuunganika na wao njoo nisi. Kuna tabu kwa sababu shaunganika kitambo. Okay, sawa. Haya. Timu ya Msalala.
Haya basi, sawa. Okay, sawa. Mwene museo mabinda onde, kama unaniona, just wave to me. Tuache kuhusunika sana because we believe in Jesus. Are we together? Yeah. Yes, God is good all the time. Sitaongea mengi, nimeambiwa nikatishe kidogo. Yangu ni machache. Nafikiri hiyo timu ndio inatoka Msalala. Yangu ni kulete rambirambi ama pole sana kwa familia ya Maundu. Na katika familia ya Maundu kigamba ivirwe mwajana sieta Adoni, on behalf of my father Peter Kibathi Kioko, ni asia ni pole sana. Kwa upande wa majirani, familia ya Maundu, our sister, ufanya hivi, this is our sister. Tulishakubali, hatujawahi ona uhusiano wetu na kina familia ya Maundu ukiwa na shida. Kwa hivyo ujue kwenu ni huku, kule hakuna nini? Nafasi. Kwa hivyo muendelee kukaa na hiyo amani, muendelee kukaa mkipendana mpaka siku ile Mungu atasema nini? Imetosha. Yangu ya mwisho, dawa ya maisha ya mwanadamu ni moja, ni katika Yesu Kristo. Dawa ya kifo, it is only that you believe in Jesus. Sababu tunaona wale wanaoamini katika Yesu Kristo, isipokuwa utakufa, kuna uhai baada ya kifo. Ninaongea hivyo kwa nini? Nikiwa na ujasiri. Sina mama, sina baba. But today I'm proud. After my father passed away, after my mom passed away, I came to realize it is only in Jesus whereby you can have comfort. Jirani yako atakuacha leo, mimi nitaondoka, lakini huyu Yesu Kristo, my dear friend, wacha wale waliofiwa tukiwa sisi wote, tomorrow you don't know is true, but can you accept Jesus? Leo hii tuko nyakati gumu, tunaona Palestina wanauliwa, ni kweli, but if you don't believe in Jesus, kuna furaha. Thank you. Asante sana. In-laws makithangari ni ukai twamanya madamu ila cheichai mojo twega kisamane saito tobi we kitanda icha wakundu icho kai chai yako wakati tulikuwa tunaenda kulipa mahali ilikuwa tamu sana, si hatukujua brother labda aliamua kitanda ichomwe ndio usiwezi kurudi huko, lakini huku nasi tukakutengezea moja ya chuma na kondoro ambao hatusemi saa hii. Timu ya Kithangathini, in-laws ma Kithangathini na Mutondo, in-laws ma Kithangathini na Mutondo. Aya, njoo yes, thank you. Kithangathini na Mutondo nimejulishwa hivyo. Stella umesema hivyo? Yes. Ndio hapo. Haya. Kuna umoja. George. Ndakitali ukuja tu, si bebe mashindano, kuja tu bila nini, bila mashindano. Yes, okay. Izo ne call na bando ukuhudumia. Please tuambie uko na visa tena Amina ni tukamwita wingi. Okay. Nosiono dwa manyo kwa MC kwa imo ndea la meba ivi ki bamshu panzie mwika nengi menye ninzome mushu ndiko manyumbeno
nina Freddy na nene gwa muyo nundu ango wakwa no twanete musyu nika mwana kanini 1971 niguo nisi ango wakwa hatutiye na kumabu nitwikala twi na nya witu nesa uka karibu inyoni witu na ninonete wendo mwingi katika musi witu na wa maundu paicha thichaidi wapa ngali akwithabo maundu ni munyanya wa maundu kokira tukuno kabisa nundu 1 from 4 twasoma ninake na ithe wake na inya wake ni twai maitwe ndete pyo tukakoma mutundu tukacoka tukakoma ba tukacoka tukayukoma kithangathini. Kwa hivyo asante sana kwa huo wakati ambao tulikuwa tunashirikiana na huyo. Kwa hivyo Wambua nilikuwa naye, tulikuwa tunakutana hapa na Wambua ananiacha mimi ni wa 1954 naye Wambua ni wa 1950. Huyo ndugu yangu, asante sana kwa hayo. Huyu baba yetu anapiga picha huko na tuwezi kukaa hapa sana. Asante sana Freddy, take care. Sasa tuko na timu yetu, tuko na timu hapa ambayo imetoka pande ya Machakos. Somebody amenijulisha kwamba I can take the microphone there and that will be okay. Check. Sawa, okay. Anyway, iti tumete Machakos. Musioni witu. My sister, this is my sister-in-law. Tumete kwa mbaya sana. Gimaito. Iwe mweke kisi. Wale walikuwa wanasema mambo ya kizungu. Umeona vile kizungu inakuanga brief. Hivyo tu siongeze maneno yake. Wale wengine wako pande hiyo mwezi tufikia na uko na smartphone jua tuko live. Haleluya. Wakisha tu hivi one vile mambo tunaiendeleza hapa. Asante. Sasa tuko katika East Africa Canvas. Wanatengeza hema wakiiga mfano ya Paul. Watatengeza hema mpaka Yesu Kristo aje. Hiyo timu ikuja. Hao wenzetu wake East Africa Canvas wanafanya na Musyoka. Wanafanyia Kenya. Wakati hiyo wanyama wanakuja wanaenda Tanzania, alafu wanarudi Uganda. Timu iko wapi? Team East Africa John hapa.
Kigamboni, East Africa. Mati ya East Africa kwe kusema. Okay. Mwe ni museo. Babinda onde. Ithita timu ya East Africa. Musokato thoko maana ke. Ani munyanya wa ito. Atuete ngethisia ukia kisiu nyo. Le personal musokai munyanya wa munene muno. Lulu tala ndi lobi. Akwati koko ni maidia. Maidia tuani taimu ni munyanya wa muno. Na maidia aileta musiokango. Musioka na twaiwe musiokai maidia. Maidia tienda Uganda. Ku family ni ya Maundu. Ni la ila kuipata ni thani ni umwe wo. Ko ithe twete ngerisio kisio musio no. Ewe muyai akamuyanie. Sawa, tuende Onesa. Kuna mjamaa hapa hajatusalimia bwana. Bwana Itambo. Njoo bana. Njoo tuunganike pamoja bana. Shauri gani? Kwa hiji ya kwa mambo tunaomana. Asante. Mpaka nisindikize. Naelewa, lakini hata unajua hata Kiswahili ya Mombasa nimekimanya sana. Bado hiyo ni Kiswahili sanifu. Asante, umesindikisha. Ngoja tupige picha kwanza. Pengine njoo. Mimi dadako sikumuona kama sikuona wewe. Jamani, hamjambo. Poleni sana msemaji zangu, poleni sana. Freddy njoo. Kusema ukweli leo nina hamu ya kuzungumza, si kwa chochote. Mimi nilikuja kwenye boma hili mwaka 84. Nikutana na msichana Nairobi. Akanizuzua sana. Lakini kitu cha ajabu nilipokuja huku kwa pande ya mama zake, yani ujombani huku, nilipokelewa vizuri sana. Kusema kweli hakujafanyika, labda kama kuna mazishi moja ama mawili, lakini mazishi yote mimi niko ndani na shughulika nao watu. Hata watu wengi kufikiria mimi ni wa huku, lakini mimi nimeoa huyo bibi huyo. Mama niko naye natoka Taita leo, natoka Voi ndio nimekuja hapa. So mimi nimeshukuru sana. Na haya mnasikia hao kwamba wana roho nzuri, si uongo jamani, si maneno tu kufurahishana, ni ukweli. Nimekaa na mke wangu hatujagombana. Sasa kwa labda amesema lakini mtu alinifurahisha kabisa. Nilipokuwa nikisoma university alinijulisha huyu dada huyu. Akiwa sekretari mkubwa pale wa manager wa MD Standard Chartered. Akasema kama huyu dada ni hivi na huyu ndo naye. Onekana hata tusogea atakuwa mzuri. Ndio maana akachukua. Ndio maana nikataka aje hapa jamani. Na hawa mashabiki zangu ama mama zangu hao waliondoka, mama zangu, yani mama mkubwa huyu ambaye ndio mama Kiabedi, na mama mkwe wangu na mama ke wale wakule wakina Elijah wale. Hao ni watu wakipendana. Sijaona madada wanapendana hivyo. Nitawaambia leo hao watu wakipendana mpaka mimi nikishangaa wana nini. Ajabu katika watu walionifuata kwetu nyumbani baada mimi kuoa ni wao walikuja. Yule nyanya aliondoka na miaka 90 ngapi? 95. Mamake Penina alikuja kwetu nyumbani kwa. So mimi mapenzi hapa nimeona makubwa sana. Na kusema kweli hawa watu ni wazuri. Kama wana wasichana na vulana mko hapa, tafadhali njooni mbio. Sitafuta wanawake watabu tu. Sasa kwenda huko, lakini naeleza haya mambo ya kweli, true story. Watoto wazuri hawana maneno. Naye huyu tumekaa naye, hata na kijana wangu yuko hapa. Sisi watu wazima, ni mimi nimekataa kukua tu, lakini tumesukuma siku. Nimekaa na mke wangu miaka 40. Kilui. Kijana wangu huyo ni watatu so. Huyo pia na wajukuu 7 na nane. Hata jina la tumempatia la huku aitwa Kilui. Na Kilui ni babu wa kutokea pande hii. Si kutokea pande ya kina Mutisu. Mbona vitu tunavyopendwa pande hii.
Ndio maana msipompiga picha nitapiga peke yangu. Jamani, poleni sana. Lakini nataka kuwashukuru Patrick na mke wako. Naona makaa vizuri sana. Nimeona mashabiki zako makufuata kwa wingi sana. Na hawa jamani nimejuana nao kwa kuja vifo hapa. Sio kwa ubaya, lakini kwa maana tutaje kuja kuomboleza pamoja. Kumaanisha nyinyi mmekaa vizuri. Patrick njoo basi. Ukisifiwa sio unajitoa. Hawa ni huyu dada akiolewa na Patrick wakadogo kembamba kumbe anakuja tenza mwili. Lakini ni watu wa mapenzi makubwa. Ndugu zake sijawakosa kwenye shughuli yetu hata moja hapa. Kwa hivyo mmeona walipokuja, wamekuja wao paka na wajukuu. Tafadhali na nyinyi mlioeleka huko ama mlioelewa kwa wengine mwende hivyo. Si ati muone kwa huko mashangilia, ni mapenzi. Wamekaa wenyewe na kupendeza. Tafikia hata ndo city council ndo nini hapa, governor na deputy governor. Mapenzi jamani, asanteni sana. Freddy, pole bwana. Naona uwanja sasa ni wako. Utauweza sababu hawa tukawapeleka rais. Hana maneno hao. Ukawapeleka hivi wakubali, ukawapeleka hivi wakubali. Bora usipeleke vibaya. Jamani, nashukuru sana na poleni. Suzana, yule mwana yule bibi yangu mwingine mzuri. Na sikujua kumbe na watoto madume yako hapa. Niko napiga siona Suzana na msichana. Jamani, asanteni jamani, Mungu awabariki. Asante. Hii Kiswahili unacho. Nakwambia. Shinda nikiambia watu swali ya kuwazima matoke huko Tanzania. Leo umenipeleka. Majirani wote Atui alama Wambua. Majirani wote wa Wambua mejali wale wa Nairobi. Yes. Haya. Manjirani na kitambo manjirani wakuje wa Nairobi. Kuna marafiki wa Mwende. Mwende njoo hapa. Mwende likuja ndio marafiki waanze kusongea. Marafiki kwa ajili ya picha tafadhali. Anajua wale ambao umesupport umesimama na Mwende katika safari hii John. Marafiki wa Mwende. Yes. Anyanya. Yes. Mabeshte. Ni mabeshte. Mabesh. Agencies lugha mnazo. Hawa wamekuja. Very good. Mabeste wangoje tu kidogo ama. Okay, hivyo tu. Sorry. Wamekuja. Okay, mabeste pateni picha majirani tu. Tulie tu kidogo. Mutu yunenga weninga imunyanya we awomande. Munyanya saa ingetha wallet friendly. Everything natwa weta wallet friendly. Best mabesh. Nadhani mmoja atuambie mabesh. Mabesh. Seni. Joshua. Mimi ndo childhood friend wa Mwende. Maneno shaisha. Kwambia manjensis. Jirani mmoja hapo tupe habari zenu. Mimi naitwa Wakala. Mimi ni rafiki yake, tumewaka na yeye. Tumeenda kanisa na yeye. Tumetoka mbali sana na yeye, so nakuja kumshikilia hii wakati mambo iko sawa. Yes, asante. Saidi na hiyo mic. Sorry. Mtanipatie jirani. Okay, sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi ni jirani na mimi bado ninafikia Mungu. Ni huzuni kupoteza Stabedi. Mimi personally kwanza amenilea
na sina words nyingi sana. Ni maombi tu ndio kuombea familia na muombe Mwenyezi Mungu akusaidie. Amen. Asante sana. Asante mabeste na majirani, nashukuru sana kwa kuunganika na familia na unaweza keti. Asante. Mr. Mwalili, kindly come forward. Mr. Joshua, take us to the next item, please. Ndio niweze kupata kopo la uji. Ni Kiswahili sanifu? Hamna. Haya. Asante sana. Kama vile umesikia, naitwa Joshua Mwalili. Thank you, Chalo. You have been a wonderful student. He has taken from me as an MC. Na naona amefanya vizuri. Kwa hivyo kama ningesema tupigie makofi, tungepiga, lakini congratulations, umefanya, you have done well. Thank you for that. Kabla sijaita administration, nimeambiwa kuna marafiki wametoka pande zote, marafiki wa the late. Ningeomba kama wewe ni rafiki wa the late uje hapa mbele, mje for a photo, na kama kuna tribute mtoe. Marafiki, the friends already. Yeah. Kanzala uka na langi ne. Mwambie marafiki wa Ziwani. Marafiki wa Ziwani, okay. Marafiki wa Ziwani waje. Yeah, marafiki wa Ziwani waje. Pia bisa wewe kuna the Maundus, you are a friend to us, lakini wewe bisa wewe kuna ba na otondo mtumio wa Asia. We have learned a lesson. You are a great family which share a lot of love. Na upendo ni kitu hadimu kwa familia siku hizi, lakini Mungu amewaunganisha akawapa huo upendo, and it's good to love one another. Those are friends, na ningetaka mmoja atusalimie kwa niaba ya wale wengine, alafu kanza la no one na ndoto yenu. Habari zenu nyote? Habari zenu tena? Sisi ni majirani wa Abedi, tulikuwa tunaishi na yeye Ziwani na tutamkosa kwa kweli. Abedi alikuwa mtu mzuri sana. Hata mimi mwenyewe personally nilikuwa namtania nikimuita ni kama naita sijui mzazi wangu ama sijui tasema nini. Lakini tutamkosa. Lakini yote sisi tulimpenda. Lakini aliyempenda zaidi ni Mwenyezi Mungu. Mwende, tuko pamoja, hatutakuachilia. Abedi alikuwa baba yetu, alikuwa jirani yetu, na alikuwa babu ya watoto wetu kwa Ziwani. So yote ndugu, muwe na subra. Yote ni mpango ya Mwenyezi Mungu.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Tumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yake isha, Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yake isha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikipigwa haki yake, sina hofu mbele zake. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikipigwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. I
can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. We started. Oh, I'll tell you all about it when I see you